Maji ni uhai, lakini kabla ya tone moja ya maji kufika mkononi mwako, kuna safari ndefu inayotokea chini ya ardhi. Safari ambayo inahitaji ujuzi, teknolojia na mashine kubwa zenye nguvu. Karibu Yembe Online TV. Leo tutaelewa kwa kina jinsi mashine ya kuchimba kisima inavyofanya kazi, hatua kwa hatua, hadi wakati watu wanapoanza kutumia maji. Kila kitu kinaanza na utafiti. Wataalamu wa geology wanachunguza ardhi kwa kutumia vifaa maalum vya kupima, kujua mahali ambapo maji yanapatikana chini ya ardhi. Baada ya eneo kuchaguliwa, mashine kubwa inayoitwa drilling rig inasafirishwa na kusimamishwa mahali hapo. Drilling rig ina sehemu kuu inayoitwa derrick au mast, ambayo ni nguzo ndefu inayoweza kufikia mita 30 au zaidi juu angani. Nguzo hii ndiyo msingi wa kila kitu. Inashikilia mabomba, inasimamia uzito na inahakikisha kazi inakwenda sawa. Sasa kazi ya kweli inaanza. Sehemu inayogusa ardhi inaitwa drill bit, kichwa cha kuchimba. Drill bit hii inazunguka kwa kasi kubwa, ikivunja miamba na udongo, pole pole inashuka chini ya ardhi. Inaunganishwa na mabomba marefu yanayoitwa drill string, ambayo yanazidi kuongezwa juu kadri shimo linavyozidi kuwa refu. Lakini kuchimba peke yake haitoshi. Ili kazi iende vizuri, pampu kubwa inasukuma maji maalum ya kuchimba yanayoitwa drilling fluid au kwa jina lingine mud. Maji haya yanasukumwa chini kwa nguvu kubwa kupitia ndani ya drill string hadi kichwa cha kuchimba. Drilling fluid inafanya kazi tatu muhimu sana. Ya kwanza, inapozaa drill bit ili isichoke kutokana na msuguano mkubwa wa miamba. Ya pili, inabeba vipande vidogo vidogo vya miamba vilivyovunjwa na kuvipandisha juu hadi nje ya shimo. Na ya tatu, inazuia kuta za shimo zisiporomoke au kuanguka wakati wa kuchimba. Baada ya shimo kufika, kina kinachohitajika, hatua inayofuata ni kulinda kuta za shimo. Bomba zito la chuma linaloitwa casing linashushwa ndani ya shimo na kuzungushiwa saruji maalum inayoitwa cement grout. Saruji hii inaganda kati ya casing na ukuta wa ardhi na kuimarisha shimo, kuzuia mchanga kuingia na kuzuia maji machafu ya juu kuchanganyika na maji safi ya chini. Hii ni hatua muhimu sana kwa usalama wa maji yanayotakiwa kunywa. Sasa kisima kimefika tabaka la maji linaloitwa aquifer. Aquifer ni safu ya miamba yenye maji mengi iliyohifadhiwa chini ya ardhi kwa miaka mingi. Katika casing tunafanya matundu madogo madogo kwa kutumia zana maalum inayoitwa perforating gun. Matundu haya yanaruhusu maji kutoka kwenye aquifer kuingia ndani ya kisima. Kisha submersible pump, pampu inayofanya kazi ndani ya maji, inashushwa ndani ya kisima. Pampu hii inaunganishwa na bomba na waya wa umeme na inasukuma maji juu hadi usoni wa ardhi. Maji yanayofika usoni hayaendi moja kwa moja kwa watu. Kwanza yanachunguzwa na kupimwa ubora wake katika water quality test. Wataalam wanakagua kama maji yana madini mazuri au hatari, bakteria au uchafu wowote. Baada ya maji kupita mtihani, yanaweza kuhifadhiwa kwenye water storage tank kisha kusambazwa kwa njia ya mabomba hadi nyumbani, shuleni, hospitalini na kila mahali panapohitaji maji. Na hapo ndipo tone moja la maji ambalo lilianza safari yake chini ya ardhi linafika mwishowe kwenye mikono ya binadamu. Kazi ndefu lakini yenye thamani kubwa, kwa sababu maji ni uhai. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata yote yanayojili hapa Yembe Online TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Fidelis. Asante.